Zungumzia faida ya kuwepo kwenye ndoa. Okay. Faida ya kuwepo kwenye ndoa, mtu anakuwa na ule uaminifu, lakini pia anakuwa na usalama zaidi wa kiafya. Lakini pia jambo jingine, kukuza utu na uvumilivu unapokuwa kwenye ndoa. Kwa unapokuwa kwenye ndoa, cha kwanza heshima yako inakuwa ni kubwa. Lakini pia utulivu wa wewe unakuwa ni mkubwa, kwa sababu unakuwa na focus kwenye kitu hichi, kwenye kitu kimoja. Na lazima uishi kwa step au uishi kwa heshima, kwamba mimi sitakiwi kufanya hichi, natakiwa kufanya hichi. Tuko pamoja? Kwa hiyo inaongeza nini? Ule utulivu. Lakini pia inaleta msaada wa kihisia. Tuko pamoja? Unajua unapoenda kwenye ndoa, sio kwamba mtu amefuata chakula, kwa alikuwa analala vizuri, anakula vizuri. Tuko pamoja? Kuna vitu vya msingi sana ambavyo mtu anavifuata pale kwenye ndoa. Tuko pamoja? Kwa unapozungumzia swala zima la kuleta utulivu wa kihisia, na maanisha kwamba kwa wale watu wazima watakuwa wananielewa kwamba huyu mtu anatakiwa aweje. Tuko pamoja? Na kupitia faida ya kuwepo kwenye ndoa, ni muda wote, saa yote akihitaji huduma inapatikana kwa wakati na kwa mtu sahihi, bila kuwa na maambukizi ya aina yoyote. Tuko pamoja? Na kama tukipata maambukizi yote, tukifanya matibabu wote tukawa waaminifu, maana yake hamna uwezekano wa kupata maambukizi mengine tena mapya. Tuko pamoja? Lakini pia faida nyingine ambayo naweza nikaizungumzia ni kuanzisha familia ambayo ni imara. Familia imara tunasema kwamba inajengwa na baba na mama. Tuko pamoja? Sio mtoto kulelewa na mzazi mmoja. Na niseme tu kwamba unapokuwa na familia imara, imelelewa na baba, imelelewa na mama, tuko pamoja, katika ile misingi ya malezi bora, hawa watu pia hata kwenye ndoa zao zijazo, yaani unatengeneza kizazi kingine kizuri zaidi. Tuko pamoja? Kwa mfano, mtu aliyelelewa na baba na mama ataona ni tabu sana yeye kwenda kuishi single. Lakini aliyelelewa na single mother atachukua ni kawaida, kumbe haya maisha ni ya kawaida. Tuko pamoja? Kwa hiyo faida ya kuwepo kwenye ndoa ni kwenda kutengeneza familia ambayo itakuwa ni imara zaidi na zaidi. Lakini pia jambo jingine labda niongezee la mwisho kabisa kwenye swala zima la faida ambayo nilikuandalia hapa, utulivu wa maisha. Unakuwa na utulivu wa maisha. Kule nilizungumzia utulivu wa kihisia, lakini kuna kwa utulivu wa maisha. Inakuweje? Cha kwanza kabisa, inakupa wewe kupanga vitu vyako. Kwa mimi ni mwanandoa, majukumu yangu ni 1, 2, 3. Utapanga na itakupa ule utulivu kwamba sihangaiki huku, sihangaiki huku, sihangaiki huku. Kwamba nitakachokipanga hichi nitakifanya, ni hichi hapa nitakifanya kwa ajili ya familia yangu mimi. Tuko pamoja? Lakini pia inakupa ile nafasi ya utulivu wa maisha, kwa sababu mnakuwa na mwenza wako ambaye mnaweza mkapanga vitu kwa pamoja. Tuko pamoja? Kwa sasa ile inakupa utulivu wa maisha kwa namna gani? Kwamba okay, nitakaposhindwa mwenzangu ana uwezo wa kunisaidia kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini kama ukiwa single, nizungumzie pia kwa huko, ukiwa single, likikushinda wewe jambo limekushinda. Huwezi kupata utulivu wa maisha, lazima uanze kuhangaika. Labda huyu atakuwa ni mtu sahihi zaidi wa kunisaidia changamoto. Sio, huyu sio sahihi. Unatafuta mwingine. Labda huyu atakuwa sahihi zaidi kunisaidia changamoto. Sio, unatafuta tena mwingine. Lakini ukiwa na mtu wako, unajenga utulivu wa maisha. Labda niishie hapo.